Asante Kwema. Mambo safi? Safi kabisa. Saizi mapema kabisa asubuhi mko Benjamin Mkapa. Mzee wangu mambo vipi? Mambo ni mazuri kabisa, nashukuru Mungu. Kile kule wa kuona watu. Jina langu naitwa Suleiman Zakazaka. Tumekuja hapa leo, tuna siku kama ya 4 tuko hapa uwanjani. Siku ya 4. Siku ya 4 tuko hapa uwanjani. Fululizo. Siku ya 4 mmetafuta nini hapa? Sisi hapa tunachotafuta, kuna tatizo ambalo sisi tumeliona la muda mrefu la meneja wa uwanja huu. Na katika meneja wa uwanja huu, yeye ana mambo mengi ambayo anayozungumzia kuhusu Simba kupoteza mechi yake ambayo tutacheza tarehe 9 siku ya Jumatano. Sasa sisi katika hii ya shirikisho ya kimataifa. Hii ya shirikisho ya kimataifa. Anazungumza vitu gani? Yeye anachozungumza kwamba lazima sisi tupoteze, na anashawishi watu kwamba sisi lazima tupoteze mechi yetu ya Jumatano, na yeye yupo hasa zaidi kwa ajili hiyo kwamba sisi tupoteze. Na katika mambo haya anayofanya sasa hivi katika mechi ya shirikisho, tayari yeye pia ameshawahi kufanya katika ile dabi iliyoahirishwa. Alikuja akatufanyia vituko, alituzuia hapa tusiingie kufanya mazoezi, na alikuja baadaye akafungua mageti kwa ajili ya kuwaruhusu Yanga waingie hapa kuja kucheza mechi wakati watu hakuna usimamizi wote. Kwa hiyo ni mtu ambaye sisi kwetu ni mtu hatari. Ingawa yeye kwa hiyo nyinyi manake kama wazee wa Simba manake hamna imani naye. Hatuna imani hata kidogo. Na ndio maana tuko hapa leo ni siku ya 4 kwa madhumuni ya kutaka kuzungumza naye. Kwa sababu sisi kuna taarifa ambayo tunapata, kuna wanachama washabiki ambao wanataka kuja kumfanyia vurugu. Sisi tukaona kwamba haifai, tutangulie sisi tukae nayo ofisini kwake tuongee nayo, ili ikiwezekana katika kabla hii mechi ya kucheza sisi shirikisho na Waarabu, yeye ingekaa pembeni atupishe tumalize hii mechi alafu tujue kufanya nini. Madhumuni yetu sisi ni kumsaidia yeye. Yaani unakosema wapishe, inawezekana mimi sijakuelewa, au pale Watanzania pamoja na wana Simba hawajakuelewa, wapishe kwa staili gani? Kutupisha sisi anaweza kaomba likizo. Bwana, mimi naomba likizo ya siku 3 ili akae pembeni, ili sisi tuweze kumaliza hii game yetu. Kutokana na jinsi watu wanavyomfikiria yeye. Sisi ingawa sisi tunaelewa kwamba labda ni Simba mwenzetu. Naona, lakini watu hawamwamini na sisi pia hatuna imani naye, lakini sisi tunakuja hapa kama wazee, kama unavyotuona hapa, kuja tuzungumze naye kwanza awali kabla mambo mengine hayo hayajatokea. Umezungumzia kuna mipango ambayo yeye mwenyewe au dhamira yake, kwa maana kutaka nyinyi kupoteza mchezo wa Al Masry. Mimi nataka nifahamu kwanza, nyinyi mmeweza kujuaje ni kwamba yeye anataka au anashiriki kwenye kuwahujumu, na unadhani labda ile kuwagomea kwenye mechi ile ya dabi baada mgogoro kutokea imeshawishi pia hiyo kama mtu kupatwa na hasira labda vile? Hayo yote ambayo unazungumza sisi sio kwamba tunadhania, kutokana na kauli zake yeye mwenyewe tunazipata sisi kwamba hawataweza kufanikiwa katika mechi yao pamoja na Waarabu, kama alivyokuwa mwanzoni alivyokuja kuzungumza katika sisi kutokufanikiwa kuingia hapo kufanya mazoezi katika mechi ya dabi. Kwa hiyo mwongozo ule yanaendelea nao, na sisi tayari tumeshapata mashaka ambayo yanatufanya sisi yeye ana msimamo mbaya kwetu sisi. Kwa hiyo mapema kabisa sisi tumeligundua hili jambo, tunaona kwamba aombe tu likizo kwa viongozi wake, akae pembeni ili sisi tuweze kumaliza mechi yetu, na chochote kitakachotokea tutakuwa na imani kwamba yeye hayupo. Kwanza la msingi, sisi wazee ni watu wenye busara, na safari yote inapokuwa na mzee huwa haiharibiki kitu. Lengo na madhumuni sisi kwamba hatuna nia mbaya na yeye, tuna nia njema kabisa na yeye, na haya tunafanya kwa ajili ya kutaka kumnusuru yeye, kwa sababu kuna wanachama wengi matawini wanahitaji kuja, lakini tumewaziwia kwa sababu hatuwezi wakaja akafanya vurugu pasipokuwa na msingi. Wazee tupo, tutakuja kukaa na meneja wetu, tutamweleza, tutamsikiliza. Akikaidi basi hapo maamuzi mengine atachukuliwa, lakini kwa hivi sasa tunataka kwanza tutane naye, tuongee naye kwa makini ili tumpe habari, na sio kwamba hizi habari kwamba tunazifikiria sisi kichwani kwetu. Sisi tuko mtaani, wanachama wa Yanga wengi wanazungumza hilo kwamba hamtatoka kwa sababu pale wanazungumza nini wanachama kwamba mtafungwa kwa sababu pale katika uwanja Taifa kuna meneja, ule meneja wa uwanja ule ni Yanga mwenzetu, na yeye ndio tunamwelekeza kila kitu, kwa hiyo lazima mtafungwa. Sasa kwa msingi hiyo ndio maana wazee tukatoka majumbani kwetu
ili tuje tukae naye tumwambie. Si labda tambo tu za mtaani mzee wangu. Unapozungumzia tambo za mtaani wakati mko katika mashindano, hizo sio tambo. Sisi na Yanga tuna urafiki. Sisi na Yanga ni maadui. Kwa sababu Yanga ametolewa kwenye mashindano haya. Kwa hiyo naona nahitaji Simba itolewe kwamba tuchekane. Na sisi hatutaji tutoke. Kama tutafungwa, tufungwe kwa misingi ya mpira, tusifungwe kwa sindikizo la watu. Ndio maana tukaamua mpaka timu hii tunazungumza wamepokea wao. Timu gani? Al-Masry wamepokea wao. Sasa kwa misingi hiyo tunaona dhahiri kwamba hao wenzetu tumeona kama wametua wenyewe pale. Yaani kuwapokea kwa maana ipi hapo? Watu wa Yanga wanajua yote. Wewe mwandishi wa habari, watu wa Yanga wanajua hapana. Sasa wanasemaje kwamba wametoa wenyewe? Walikotoka wamekuja wenyewe. Wala kukuta wapi? Walikuta wapi? Sasa unajua mtu wa Yanga. Lakini kwa maana viashiria labda kuona walivaa jezi nini. Sasa jezi atavaa jezi hiyo wakati wewe ni adui ya kutengeneza mipango ya adui. Atajionyeshaje? Kwa hiyo hivyo huo ndio uhalisia ulivyo. Kwa hiyo sisi tukaona tuje hapa, lengo na madhumuni tukae na manager, tuongee kwa ustaarabu kabisa. Kwa sababu ni kijana wetu, tuongee naye kwa ukamilifu. Kwamba sio maana kwamba tunaambia aache kazi, hapana. Atupishe kwa muda. Ili game ikishamalizika, kama kufungwa tufungwe, tuhamishwe, tunamnusuru yeye. Kwa sababu haya yanazungumzwa mtaani, ikitokea baya yatakuwa hatiani, wanachama na wapenzi watakuwa hamuelewi. Sio ndio? Hiyo ndio dhamira yetu. Lakini leo ndo mnakutana naye labda kwa mara ya kwanza kwa kujaribu kuongea naye au katika maisha yangu mimi sikutana naye. Wewe tutakuwa mara ya kwanza. Na toka siku 4 tuko hapa tunavizia yeye, kwa bahati mbaya tujamuona. Unaona? Ndio. Hatujakutana naye hata siku moja. Tunakutana leo kwa madhumuni hayo. Lakini ana taarifa zenu kwamba siku 4 mko hapa. Yeye kama meneja uwanja atakusaje kwa taarifa? Sababu kuna watu wanalinda hapa. Lazima tajua kwa sema Simba wako uwanjani wanalinda. Lakini kujua kwamba wazee wako uwanjani halijui. Nakutana naye leo hapa. Ndio. Kwa amani kabisa. Hii nchi ya amani. Unajua Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mtu mpenda michezo. Na yeye ndiye anatia hamasa. Kuna goli la mama. Sasa Simba inawakilisha nchi. Ikiwakilisha nchi maana yake anamwakilisha mpaka Samia. Umeelewa? Sasa unapokuja wewe kama manager uwanja umeajiriwa na serikali, unatengeneza mazingira kuhakikisha kwamba Simba inafungwa. Unajua kama na mhujumu mama. Hiyo ni hujuma na mhujumu hata Mama Samia. Sababu Simba ni iko chini ya Mama Samia. Anakwamisha jitihada za jitihada za rais. Kwa hiyo lengo letu sisi kumtengenezea mazingira ya kuwa na amani. Asija kabuguziwa na watu. Kama kufungwa Simba tufungwe kwamba tumefungwa kutokana na uwezo wetu wenyewe kwa ni mdogo. Tusifike hatua kufungwa kwamba kama ingekuwa sifani tungeshinda, hii kwa ni hatari. Hiyo ndio lengo letu. Shukrani. Sisi tulishasikia kwamba mpaka waziri kashamwambia kwamba aondoke. Lakini tu yeye kwa ukaidi wake bado yupo akisingizia vitu tofauti ili mradi siku hizi zimkute. Na nia anataka kwamba hata hawa Al-Masry waweze kutangulia kuja uwanjani hapa, sisi tuwe nyuma yao kama wao ndio wenyeji. Yaani kwa maana kwenye mazoezi. Kwenye mazoezi. Yaani kunakuwa na ubaya wote wakitangulia mgeni. Ni ubaya upo kwa sababu sisi ndio wenyeji. Sasa mwenyeji anasema mgeni njoo, mwenyeji. Sasa leo vipi mwenyeji akawa inakuwa tofauti kidogo. Kwa hiyo wewe wito wako kitu gani ambacho unaweza sasa kumwambia manager? La kumwambia ni kwamba wanachama wa Simba hawana imani naye. Zaidi ya hapo inaweza kutokea watu wengine hatuko sawa sawa. Kwa hiyo tumekuja kumwahi, kumwelekeza nini cha kufanya. Na kwamba cha kufanya ni hicho tulichosema aondoke. Ingawa kama bado anapenda basi hata kama achukue siku 3 alafu arudi, lakini sio kwamba tunamwona anaendelea alafu na huku sisi tunafungwa. Tunajua yale tuliambiwa na kesha pale, kwa sababu sisi ndio mwenye uwanja. Anaweza kufanya lolote ili sisi tukafungwa. Ni kwamba wasiwasi ndio akili siku zote.
Sasa Simba tumeshaingiwa na wasiwasi. Ndio maana tukafika mahali tukasema hatumtaki, kwa sababu ametuonyesha vitendo vya dhahiri. Tendo la kuharibika kwa dabi chanzo kwanza ni meneja. Kama watu wanatafuta sababu. Alafu Yanga wakafuatia kwa mara ya pili kutokana na kauli ya meneja kwamba sijapewa taarifa, wakati anajua dabi haina taarifa, inaendeshwa kwa mujibu wa kanuni. Sasa yeye akaingia pale akaleta ushabiki wake. Sasa ule ushabiki ndio unatuletea mpaka sasa hivi leo sisi wazee tunasema kwamba hatumtaki kwa sababu alishaonyesha ushabiki wake toka mwanzo. Ushabiki wake wa uharibifu. Ushabiki wake wa uharibifu. Kwa hiyo tunaogopa na ile anaweza akaja akatuharibia kwa kupitia njia zingine, kwa sababu yeye ndio meneja, ana uwezo kupita sehemu yote kwenye pichi, ana uwezo kwenda kukanyaga sehemu yote, anaweza akapita na anaweza akapokea pia vitu vibaya kutoka nje akatuingizia, hatimaye sisi tukaharibikiwa katika mchezo. Katika hili wanachama huko mitaani hawataki, na sisi kama wazee tumekuja kumwambia kwamba hatutaki, tunaomba atupishe katika mechi hizi, atuache kwanza. Tukishamaliza mechi yetu, kama kufungwa tufungwe, lakini yeye akiwa hayupo. Lakini tukifungwa yeye akiwepo, litakalotokea yeye mwenyewe atakuwa amebeba lawama, kwa sababu sisi tumeshapata tahadhari. Tunamuomba atupishe. Ndio, donc mimi nataka nifahamu, manake leo ni Jumatatu, mpaka Jumatano mnacheza mechi. Logistic hapa zipoje? Tangu mlikoanza mmepata labda usumbufu wote kuja mpaka kwenye mechi mkiangalia mnavyoelekea? Kwanza tulikuja juzi hapa. Wanachama tulikuwa tuna kikao chetu kwa sababu ili tuweze kuja kukaa tunapangaje mikakati. Meneja aliwazuia wanachama nje. Akawaambia kaeni nje kwanza. Kwa maana hiyo hataki hata tufike humu ndani, wakati sisi humu ndani huu uwanja uko chini yetu, kwa sababu sisi ndio wenye mechi, sisi ndio wenyeji. Lakini akakataa sisi tusiingie mapema humu ndani. Maana yake bado anaendelea kutokea vikwazo. Sasa kutokana na vikwazo vyake, sisi tunasema kwamba tuomba Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ampe likizo ya muda mpaka pale sisi tutakapomaliza mechi yetu. Aondoke. Aondoke. Hatumtaki. Anakukwaza sana. Sana. Kwanza naweza nikasema kwamba huyu meneja ndiye analeta taharuki ya mpira wa Tanzania. Analeta taharuki ya mpira wa Tanzania. Dabi imeleta taharuki kwa ajili ya meneja. Na sasa hivi bado anatufatafata. Na unaona hili shirikisho inaweza ikawa taharuki nyingine. Taharuki inaweza katokea. Na tunamwomba waziri amtoe. Hatumtaki kabisa. Inaweza kuleta taharuki mkasema kwamba Simba mbaya. Hatutaki swala hilo. Waziri kwa nia mbaya, nia mzuri kabisa, atupishe, aondoke. Hivi tufanye. Aondoke. Hatumtaki kabisa. Anang'ang'ania nini? Ndio. Unaweza tukasema kwamba Simba sisi tuliokuja hapa ni wawakilishi wa wazee. Watakuja wawakilishi wa vijana, na vijana ndio balaa. Ndio. Vijana ndio balaa. Sisi tunakuja na siasa. Shukrani sana. Naona mzee wangu bwana umekunja kabisa na ndita. Unajua bwana, vitu vingine vinatumika hekima na busara. Usipotumia hekima na busara, utaki kujistawi, utaki heshima aina yoyote, matokeo yake yatakayokuja kutokea ni madhara. Sasa madhara sisi ndio hatuyataki. Juzi tu tumetoka kwenye faini hapa ya fujo zilizotokea shirikisho. Sasa hapo hiyo kutokea lingine tena itakuwa hivi ni vitisho kwa Simba, watu watakuwa wanaogopa kuja Tanzania, Simba ina fujo. Kwa hiyo sisi tukiwa kama wazee tumekuja ili kwa amani kabisa na salama kabisa. Aondoke kwa muda tuaende. Yaani hatutaki huyu mtu tuwe naye, akae pembeni, atuache kwanza katika jambo letu. Hamna imani naye. Yes, meneja tu. Wangapi wanapita kwenye viwanja kwa meneja bado. Atuache akae pembeni, atupishe. Tufanye jambo letu. Sisi tuna jambo na Mwarabu. Hatuna kinchi. Jambo la kinchi, hatuna jambo na yeye. Yeye Tanzania mwenzetu, kitakachopatikana taifa hapo kwa Mkapa, Simba kaingia nusu finali. Yaani na yeye anakuwa anajivuna kama ni meneja wa uwanja. Sasa tunachomuomba akae pembeni, atuache. Hatumtaki. Hatumtaki kabisa, asitutilie dosari. Vijana wetu wana shughuli zao na sisi tuna shughuli zetu. Mtu anataka kutoka kwenye mpira aende kazini. Sio atoke kwenye mpira aishe polisi au aishe hospitali ameumia. Maana itabidi serikali tumie nguvu nayo. Sasa pale inapotumia nguvu itakuwa sio jambo la busara. Itakuwa sio michezo tena, itakuwa hiyo shari. Tunamuomba wazee, tumekuja kuwazuia vijana huko wasije kwanza. Tumekuja kuongea naye kwa hekima na busara. Shukrani sana. Asante sana.